Tumekaribisha tena hapa, tunataka tuzungumze masuala kadha wa kadha, na tuko na mtumishi wa Mungu. Atajitambulisha yeye ni nani na yeye anatokea wapi, ili kuweza kupata zile dondoko ya habari ya kuwafanya vijana tuweze kumjua Mungu na kumtumainia Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Tunafurahi kujumuika nawe pia. Na mimi pia nashukuru Mungu kwa ajili ya kujumuika nanyi. Ninaitwa Mwinjilisti Deogratius Munuo na ninatumika katika huduma ya kimisionari kule Rufiji. Namshukuru Mungu kwamba leo nimepata neema ya kushiriki pamoja na wenzangu hapa Malawi. Ni jambo jema, ni jambo la baraka. Ndio. Na umezungumza kwa habari ya kutumika kwenye mambo ya misionari kule tunasema mission, ambako mnaisogeza injili. Kuna mambo gani ambayo mnajifunza zaidi kule na changamoto ambazo mnakutana nazo mkiwa huko katika kuhakikisha kwamba mnalisukuma gurudumu la kupeleka Yesu huko watu wakamfahamu? Kwa habari ya kufanya huduma ya uinjilisti, tunamshukuru Mungu kwamba yeye mwenyewe ndiye mtenda kazi na sisi ametutuma kama watumishi wake, na kama alivyosema kwenye neno lake, natazama mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Amekuwa pamoja nasi katika maarifa na ufahamu na namna ya kuwafikia watu kwenye mazingira yao na hali za namna mbalimbali, na tumeendelea kuona akifanya kwa nguvu kwa namna ya kipekee. Changamoto zilizopo, kwanza kuna baraka nyingi tu za kiroho, kwa sababu unajifunza mambo mengi ya kiroho, unakutana na watu wa namna tofauti wenye ibada na miungu ya aina tofauti, na unapata namna pia ya kuweza kujua uwezo wa Mungu ambaye unamtumikia dhidi ya miungu mingine, na vile ambavyo pia Mungu anafanya kazi na kutenda kazi ya kuwaokoa na kuwafanya wengi kumjua yeye katika maisha ya kwao. Lakini zaidi ya haya, changamoto zilizopo ni namna ambavyo pia mazingira ya huduma hiyo na mazingira ya kuwafikia watu wengine wako kwenye mazingira ya ndani sana, ambapo mahali pengine kupafikika inakuwa ni ngumu, lakini pamoja na hayo tunawafikia. Kiujumla, kazi ya Mungu haiwi ngumu unapojitoa. Kazi ya Mungu haiwi na uzito unapojituma, na Mungu anafungua njia, na wakati mwingine tunaweza tukasema changamoto ni kama mambo ambayo yanawezekana kutatulika, na kwa msaada wa Mungu tumeona Mungu akifanya kazi pamoja nasi katika huduma hiyo ya misioni. Na kuzungumza katika huduma, watu wengi ambao wanapewa huduma na karama mbalimbali huwa hawapendelei ya kwenda kwenye maeneo ya nje ya mji, na wengi hupendelea sana kukaa mjini kwa sababu wana uhakika kwamba huko maisha yatakwenda. Unaona kuna nini ambacho kinawakwamisha watumishi wengi ambao hawataki kuenda huko ambako nyinyi ambao mmepata neema na mnatumika kwa furaha tofauti na watumishi wengine? Kumtumikia Mungu ni jambo la kuitwa na Mungu, na kutambua kwamba Mungu ndiye amekuita na nini amekuitia, ameweka nini ndani yako. Uwezi ukachagua mazingira, kwa sababu wito ni jambo la kwanza, lakini kutumwa ni jambo la pili. Mtu anatumwa na ajui anatumwa wapi. Mfano mzuri, Ibrahim anaitwa na Mungu na anaitika, na Mungu anamwambia utoke kwenye nyumba ya baba yako, na mimi nitakupeleka mahali ambapo nitataka utumike, na huko nitakuwa pamoja na wewe nikikubariki. Kwa hiyo alitoka ajui anakokwenda, ila alitii na kufuata wito wa Mungu. Kuchagua mazingira ni kutafuta mazingira ya mtu na maslahi ya mtu. Wakati mwingine alengi shabaha ya kujua Mungu amemuitia nini. Wakati mwingine kujikuta yuko nje ya ule mpango wa Mungu na kusudi la Mungu. Lakini kuna ambao wanabaki, kwa sababu tunakumbuka Anania Yona alipotumwa kwenda Ninawi, alikataa, na wakati mwingine ilimlazimu Mungu kutumia uwezo wake hata wafikia, lakini kitendo cha kwamba hakuweza kufika, au wakati mwingine alichelewa kufika, watu wa Mungu wanaendelea kukaa kwenye shida. Mungu anapokuita manake ni kwamba ana kitu anaweka ndani yako, lakini pia ana watu ambao wameshaona mazingira yao na anataka wafikie ili apate kwa kumjua Mungu. Inafaa sana, inakuimarisha wewe kuweza kujua mahali popote Mungu atatumika na kutenda kazi bila kuchagua mazingira. Kwa mfano leo ungepata nafasi ya kurudi nyuma kidogo wakati uko kijana, unakuwa ni vitu gani ambavyo ungevirekebisha kwa haraka sana, ili vijana ambao tunakuwa, ili tuweze kujifunza tusiingie kwenye makosa ambayo yamkini ushakuingia?
Kwanza kabisa kufahamu roho inayotenda kazi ndani yako. Ni mafundisho ya kiroho. Mafundisho ya kiroho yanaanza kwa mtu binafsi, na mtu binafsi anakuwa na ndoto au maono anayokutana nayo. Wakati mwingine anaweza akapata maarifa kutoka kwa mtu, kujua kama ndoto hii nimeota maana yake ni nini, au kama maono fulani nimeona maana yake ni nini. Ni wengi hawapati mafundisho ya kiroho ya kuwasaidia kulingana na zile changamoto za kiroho wanazokutana nazo, na kupata maarifa ya kujua kwamba ni kitu gani ambacho anatakiwa afanye ili aweze kutunza ile hali yake ya kiroho na ule utumishi wake alioko nao ndani mwake. Wengi wanapoteza nguvu nyingi kwa sababu ya kukosa maarifa kutoka kwa watu ambao pia wangewaongoza kiroho na kuweza kujua mambo mengi kutoka ujana na utoto. Mfano mdogo mzuri, tunakumbuka Samuel anapoitwa anaenda kwa baba yake, lakini anaitwa mara ya pili anaenda tena kwa baba yake. Ndio baba yake, kwa sababu ya mahusiano yake na Mungu yamekaa vizuri, anamuelekeza kwamba Mungu ndiye anayezungumza na wewe. Sasa utakapokwenda uwe na maneno haya ya kusema. Alimpa na maneno ya kusema kinywani, na akasema maneno ambayo aliyasema, na Mungu akazungumza naye, akampa na ujumbe wapi aende, afanye nini, atamtumiaje na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo vitu ambavyo nafikiri naweza nikasema ni vya kurekebisha. Siwezi kurekebisha, lakini Mungu ni msaada wake. Hicho ndicho ambacho naweza nikafikiri na kukumbuka kwamba ningepata muongozo wa kiroho tangu wakati ule nikiwa naona vitu fulani, ningekuwa labda zaidi ya hivi nilivyo, au ningekuwa na maarifa zaidi ya hivi nilivyo na kadhalika. Lakini yote katika yote, Mungu bado yuko pamoja na sisi, na roho wake bado anatenda kazi pamoja na sisi, na bado kila siku anazidi kujifunua. Inategemea tu wewe umejitoaje, wewe unampaje nafasi, unakubalije kukaa chini ya fundisho la Roho Mtakatifu na kadhalika. Mwisho wa siku unaenda kuiona huduma ni nzuri na ina furaha, na unamtumikia Mungu kwa furaha. Sasa bwana kijana, usijiulize maswali mengi magumu. Cha kwanza kabisa ambacho nikisema mtumishi wa Mungu ni kwamba ujue roho gani ambayo inatenda kazi ndani yako. Langu jina naitwa Mwebrania Official. Tukutane next time. Bye bye.